Leo nimekuja na kitu kimoja kizuri sana, na nimekuwa nikipata maswali mengi nikiulizwa kwamba okay, wewe ni programmer sawa, je, ni vipi unatumia AI kwenye kazi zako? Ukiwa na kodi, ukiwa unaandika kodi zako, ni vipi unatumia AI? Jibu ni simple sana kwamba AI inaweza ikatumika labda nikifungua ChatGPT nikaandika prompt zangu, labda na kodi nahitaji, so nitaiambia kitu ninachohitaji na itanitengenezea. Lakini kitu ambacho nilikuwa bado sijawahi ku experience ni kwamba kutumia AI ndani ya Visual Studio Code, yani kwenye text editor ambayo natumia kuandika, niwe nina AI hapo, yani naandika inanisaidia, naweza nikaandika maandishi tu ya kawaida ambayo sio code, nika generate code na mimi nikazitumia. So kitu hicho nilikuwa bado sijakifanya, so leo nataka ni share nawe kitu hicho. So of course tunaenda kutumia leo ni inaitwa GitHub Copilot. So kama unavyoweza kuona hapa, so kitu cha kwanza ili uweze kutumia, unahitaji kwanza kabisa uwe na Visual Studio Code, uwe nayo kwenye kompyuta yako kama hivi. Kama hauna na haujui jinsi ya kuinstall, of course kuna video nimeelekeza namna ya kuinstall, iko somewhere hapo kwenye channel yangu, unaweza kuingia ukaicheki na mambo kaendelea. So ukishaipata Visual Studio Code kama hivi, utahitaji kuja kwenye hii extension hapa. Kwenye extension kitu utakachohitaji kusearch, utaandika tu jina la hiyo extension, inaitwa GitHub Copilot. Of course ndio hii hapa. So utakuja hapo, utai-click. Of course mimi tayari ninayo, so sihitaji kuinstall tena, isipokuwa wewe itakuletea hapa button ya kuinstall. So utainstall, utaisubiri kwa sababu inachukua muda. So ikishamaliza kuinstall, hakikisha ukiinstall effect yake haitaonekana moja kwa moja. So utakachotakiwa ukifanya ni kwamba funga Visual Studio Code, yani ifungue upya, funga launch upya. Ikiwaka, safari itakuwa na hichi icon kama unachokiona hapa juu hapa, hichi icon cha kama kiko kama hichi hapa, kiko kama hichi. So utakiona kitakuwa kimekuja hapa, kitatokeza. So ukishakiona hichi, basi utabonyeza hapa, kitafungua. Utabonyeza open chat, itafungua window hapa. Kama nilivyokuambia, mimi nimesha iset, so sihitaji ku login. But kwa mara ya kwanza, kama ndo mara ya kwanza unaitumia, itakuletea sehemu inakwambia login with GitHub Copilot. Because ili uweze kuitumia, kuna kitu unahitaji kuwepo nacho, na kitu hicho ni kwamba unahitaji kwanza uwe na account ya GitHub. Of course kama haufahamu GitHub ni nini, kwa sasa sitaweza kukuelezea ni nini, but baadaye nitatengeneza video nikielezea GitHub ni nini, labda na vitu kama hivyo. So sasa elewa tu GitHub, tengeneza tu account. Utakuja, kama hauna, utaweka credentials zako, email, password, username na mambo mengine yataendelea. So hakikisha umekamilisha hii account ya GitHub, alafu wakati unarudi kwenye Visual Studio Code, kisha kwambia login is with the GitHub Copilot. So utatumia email na password ulioweka wakati unatengeneza account ya GitHub. So ikishafunguka, nadhani kila kitu kitakuwa kiko tayari. Sasa maajabu ni haya hapa. Kama utakuwa umekamilisha kutengeneza kila kitu, utakuja kuitumia. Sasa utaanza kuchat nayo kama unavyoweza kuchat. So
Kwa mfano mimi hapa naweza nikatengeneza chart mpya hapa. Let's say labda nina file hapa inaitwa demo.html. Okay, hii file haina kitu, but nahitaji niweke code humu. Labda tuassume labda mimi ni mvivu, sitaki kuandika code na nini. So nataka hii generate code iziweke. So nitakachokifanya ni kwamba nitaiambia labda nahitaji HTML form simple tu, simple HTML form. Kwa mfano naweza kaiambia create simple HTML form. Okay, nitaiambia pia itumie HTML na CSS. So nitaipa hii prompt because ita generate code hapa. Yeah, so code zimetengenezwa tayari. Inaziandika maana yake natuandikia mbadala wetu. Yani mimi nitakuwa nimekaa nimetulia, just naandika hii prompt, then nakuja kucopy tu code zangu hapa, tazicopy, then nakuja na paste na save. Takuja kwenye code zangu, of course nimeziweka huko, so tenda kufungua. Kienda kufungua file itakuwa kama hivi, simple HTML form. Nadhani ushaiona. So unaweza ukaimagine kwamba like, yani kama ungekuwa unaandika wewe mwenyewe ingekuchukua muda gani, but AI imemaliza hili swala ndani ya sekunde kadhaa. So unaweza kuona athari yake kwenye kuandika, na sio hivyo tu. Kwa mfano hii form tayari imeandikwa, imekamilika. Kwa mfano naweza nikaiambia pia, na pia cha kushangaza ni kwamba sio lazima niandikie labda lugha ambayo siko comfortable kuongea. Labda naweza nikaiongea kwa Kiswahili kwamba tengeneza stopwatch kwa kutumia HTML, CSS na JavaScript. Taipa. So tuone ita generate hapa. Tutatengeneza stopwatch. Okay. Yani ningekwambia wewe jitengeneze hii. Yani ingekuwa ni jasho tu, na unaweza kutumia hata talisali zima unahangaika na hizo code, but AI inafanya hili swala ndani ya sekunde kadhaa tu. So nitazipaste hapa, nitazisave. Nitakuja kuangalia hapa stopwatch iliyotengenezwa, kilifresh kweli stopwatch hapa na inafanya kazi hapa. So hayo ndio maajabu ya AI, na hivyo ndivyo unaweza kuitumia katika kujenerate code na kutengeneza application mbalimbali. Labda itakuwa na kusaidia kwenye mambo mbalimbali. Nafikiri ni hayo, na tuendelee tu kuwa pamoja. Asante.